Yaani nashangaa watu kwenye vitu vingine vya kawaida wanachukua tahadhari. Ndio maana mimi kwenye ndege, katika kitu ambacho huwa sikipendi ni wakati ule ndege inataka kuondoka, tule tudada, kuna vitu wanaongea mimi sipendi kabisa, kwa sababu yani ni kama wanakuandaa kwamba unaenda kufa. Yani yuko para nasema abiria wetu tunaanza safari, funga mkanda wako, halafu huko mbele tukifika huko kuna wakati mtakosa hewa, mtatoa hapo. Kuna wakati ndege ikitumbukia kwenye bahari, kuna naniri kwa hapo chini, halafu mtavaa namna hii, mtapuriza, halafu kinani utapiga kifirimbi, halafu utanini, halafu milango ya kutokea, endapo lolote lile likatokea, kuna mlango huu na mlango huu, halafu anaenda yule aliyekaa karibu na mlango, wewe ndio utatusaidia. Paka wanamwambia kama wewe ni mwoga, tulete abiria mwingine, kwa sababu utafanya hivi kufungua mlango. Yaani mnajiona kama mnakufa kufa hivi. Ndio maana watu wakiwa kule juu wanakuwa na wasiwasi, kwa sababu wameshatutishia tayari. Unatubu zote mpaka za shuleni, kwa mliwahi kuiba karamu, Mungu nisamehe, roho yangu naiweka mikononi mwako. Ibrahimu, kama kifua chako sio kipana tunakuja. Yaani mnaona kabisa mnakufa kufa hivi. Ni siku moja tu wakati nasafiri kwenda Uingereza, yule rubani ndio niliona ni rubani wa tofauti. Alitutoa wasiwasi kabisa. Alianza kabisa wakati tule tumeongea maneno yao wamekaa, rubani akaondoa yale maneno akasema, leo mtarushwa na rubani fulani fulani. Nimerusha ndege, huu ni mwaka wa 20, sijawahi kupata shida yoyote. Nimetua kwenye viwanja vya aina mbalimbali, nina uzoefu. Akajisifia mpaka tukasema tuko kwenye mikono salama, maana jamaa amerusha ndege kwa miaka 20. Kwa hata tulipokuwa kule juu ikitikisika tunasema miaka 20 huyu miaka 20 amerusha. Kwa hiyo yani tulisafiri kwa raha. Hata wakati ule unajua wakati ndege inataka kutua na penyewe mnatubu dhambi zote. Kwa hiyo wakati tukasema huyu miaka 20 hamna shida. Alituondoa kwa sababu alituandaa kisaikolojia. Amen. Sasa wewe unapoanza maisha ya kuishi na viumbe vinaitwa binadamu, unashindwa kufanya maandalizi ya kisaikolojia. Kuna vitu lazima uvifanye. Sasa leo nataka nikufundishe vitu muhimu uvishike, ambavyo vitakusaidia. Na watu wengi wamejisahau. Ndio maana mateso mengi tunayoyapitia ni kwa sababu ya kukosa mambo haya. Ni mambo ambayo nataka uyajue. Amen. Kabla sijaanza nikupe utangulizi kidogo, kwa sababu nataka uyajue mambo matatu muhimu. Ndio maana hivi wewe ushituki, wachungaji hawa akina Misheli wanapofungisha ndoa, mwishoni wana ndoa pamoja na maombi yote, lakini wanawaletea makaratasi, wanasema saini hapa. Sasa unajiuliza makaratasi yanahusika nini? Hawa wanataka waoane waende, kwa nini wasaini? Kwa nini waanguke kwenye sahihi kwamba umekubali kufungisha ndoa leo? Umefunga na akili yako timamu, saini hapo. Ni kwa sababu hawana uhakika kama huyu kijana, huyu dada atashikilia haya tuliyosema mpaka kufa. Huenda huko mbele atageuka. Haya makaratasi yaje yatusaidie. Amen. Mwangalie tena jirani yako, mwambie kuishi na wewe Mungu anisaidie. Yaani wewe fikiria, watu wanafunga ndoa mpaka wasaini. Maana yake wanasema chochote kinaweza kikatokea mbele ya safari. Ndio maana tunawashauriki wale ambao hawajabariki ndoa, unaishi na kiumbe hatari, unasema sisi hamna shida,
Kwani kubariki ndoa kuna shida gani? Kwani kupata makaratasi yana nini? Eti baby darling, kuna shida kati yetu? Huniamini eti? Na kuamini huyo siku atakapo kufukuza kama mbwa mwizi, ndipo utakaposhangaa huyu ndio kiumbe niliyemwita darling, honey, usingizi wangu, sijui nini, amegeukaje? Hawa viumbe ni viumbe hatari, lazima uanze kujihami mapema. Ndio maana samani mzee wangu Ndelito, nakutolea mfano kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Sasa eti unachukiaga kweli? Wewe uwezi. Wewe na mheshimiwa pale, nyie ni rafiki zangu, lazima niwatolee mifano. Wengine naogopa, unaweza ukampointi akahama kanisa. Eti mzee wangu Ndelito, hivi mnawaandaa wanajeshi wakati wa vita au kabla ya vita? Kabla ya vita. Hivi mnakuwa mna ndoto kwamba siku moja mtapigana? Au mnajihami tu yatakayotokea? Kwa mnajihami mapema, kwa sababu hamjui kama mtakuja kugombana na nchi jirani au nini. Kwa mnafanya practice. Kuna wakati mnaenda kulenga ile minani ile, kuna wakati mnafanya, yani mna warm up kabla ya chochote kutokea, kwa sababu wanajua tumezungukwa na binadamu wasiotabirika. Kama serikali inajiandaa, na wewe unapaswa kuwa na maandalizi. Kinachotufanya tuwe na stress, vitu viwe vinatusumbua, ni kwa sababu tunapoanza familia tunaaminiana sana. Ndio maana unaweza ukajikuta kuna familia wameaminiana mpaka akaunti ya benki wanayo moja, sijui nini wanayo moja. Yani kila mmoja amempa mwenzake password ya simu hii. Huyu anaweza kwenda na simu ya mwenzake akatoa hela wanaaminiana. Siku atakapogeukana, ndipo mwenzake atakuta mwenzie kafagia benki, hela alivyozitoa hazijulikani. Mtu analia, nimeenda benki, wamefanyaje? Imefungwa na kufungwa na nani? Na yule mtu wangu, kwa hiyo hela amechukua zote. Ameenda wapi? Hata sijui ameenda wapi. Nilimwamini, kumbe shetani. Yaani unapojipanga kuishi na kiumbe kinaitwa binadamu, uwe na maandalizi kisaikolojia. Sisemi sikufundishi uwe mashaka na mwenzako, lakini tahadhari, kufunga mkanda kwenye gari sio ushamba. Kufunga mkanda kwenye gari haimaanishi umwamini dereva. Unamwambia dereva, nakuamini sana lakini ngoja nifunge tu. Ni kwa sababu watu wengi wakiwa na stress. Hivi mmefanya utafiti kwa nini watu wengi wengine ni walevi? Mwaje kufanya utafiti Pastor Michelle? Kuna watu ni walevi sio kwa sababu walipangwa kuwa walevi. Stress. Yaani Biblia inasema wakati wa shida na stress tumkimbilie Bwana, yeye ndo anakimbilia pombe. Usifikiri rafiki wangu wa Michelle na Kokonyo ni mpaka tutakapokufa. Utakuwa unajidanganya. Kuna wakati Michelle na Kokonyo watawapata wahubiri wazuri, Mugogo hatapata mwaliko tena. Alafu na mimi nitapata wachungaji wengine ambao wanasema hakuna mhubiri kama Mugogo. Nitahamia kule na wao watapata wengine. Sasa usianze kuhoji, mchungaji Mugogo hatumuoni siku hizi. Ni alishavuka kwenye maji. Kila mtu apambane na hali yake. Unanisikia? Urafiki wetu Ndelito, usifikiri utadumu. Unaweza wakati ukanisahau kwamba kulikuwa na kiumbe kinaitwa Mugogo. Ukawa unachukua watu wengine tu unapeleka huko, wanahubiri, wanasema kuna mtu mmoja aliwahi kusema namkumbuka enzi hizo. Hivi tulikuwa tunamuita nani? Nimeshaondoka kwenye diary yake. Lakini siwezi kuanza kumlaumu Ndelito. Ulikuwa wakati Mungu amtumie Ndelito anikutanisha na watu wakubwa huko juu, alafu kisha nikutanisha mimi niendelee nao na yeye anaenda sehemu nyingine. Mwangalie jirani yako, mwambie urafiki wetu usifikiri ni wa kudumu sana. Ndio
ingawa ni ngumu kusema. Nyie ni wakudumu mpaka kufa. Wakwenu huo sio wa hiari, ni wa lazima. Lakini urafiki huu, unasikia rafiki yangu aliwahi kununulia kiatu kizuri, nakumbuka. Kalikuwa kiatu kazuri, nilikavaa kale kiatu paka kalitubu. Kalikuwa katoki mguuni. Lakini unajua hizi injili tunaenda kuhubiri vijijini, huwa nanyang'anywa vitu vingi sana. Ni ukifika kule anakuja tu mtu anasema, hiki kiatu kinafanana na mguu wangu. Namwambia, wewe mwezi ndio hiki. Anasema mchungaji, nyie mnakaa mjini bwana. Ndio anaondoka hivyo. Kuna siku nilitoka kwenye mkutano, viatu vyote vimeisha, nikavaa zile za Wamasai wanauzaga zile zile, ndio nikavaa hizo kurudi nyumbani. Mama ananiuliza, viatu viko wapi? Nikamwambia, wewe nyamaza tu, subiri tu usiku tukienda mjini tukatafute viatu, basi vimeshachukuliwa vyote. Siku moja nimerudi, begi liko jeupe, kila mmoja anajichagulia shati, huyu anapima suti, huyu anapima nini, wengi walibeba mpaka ile miswaki haijatumika. Kwa siku hizi nikienda vijijini nabeba miswaki ya akiba, madawa yale ya akiba, yani dawa za viatu za, kwa sababu mtu anakuja kusafisha kiatu chake tangu kinunuliwe akijui kiatu, akijui dawa, na kimekaa magamba na inabidi asiribe yote yale, unakuta kopo hilo limeondoka. Injili za vijijini zina raha yake. Kwa hiyo kile kiatu walininyang'anya baba. Lakini unazidi kuhubiri mpaka vijijini. Amen. Kuna urafiki, Mungu anakukutanisha na mtu kwa ajili ya jambo fulani. Likisha timia, huyo mtu hutamuona tena. Si niliwahi kuwashuhudia hapa kwamba mimi nilinunuliwa gari na Mkenya ambaye hajawahi kuniona na mimi sijawahi kumuona. Alipiga tu simu, Mgogo, uko wapi? Kipindi hicho nilikuwa Kigoma. Akasema, nataka niulize swali. Nikasema, uliza. Akasema, hivi kwa mahubiri yako haya, hivi kuna watu wanakupaka na sadaka? Nikasema, mara moja kwa mwaka, wawili, wangapi? Akasema, nilijua hayo mahubiri huwezi kupata sadaka kamwe, kwa sababu mtu anafikiria kukutumia sadaka jiwe, anakufikiria nyundo, anafikiria mwisho wanasema pambane na hali yake. Yaani haya nayosema ni kweli. Muulize jirani yako, umewahi kumtumia? Lakini wangapi wanasikiliza mahubiri yangu kwenye mitandao? Nyosha tu hata kama utumi. Kwa hiyo akaniambia, kwa sababu hiyo Mungu ameniambia hata hapo ulipo huna gari na kununulia. Sasa Kenya, Wakenya wajanja aninunulie gari kweli? Nikaitikia, lakini simwamini. Akasema, tuma akaunti yako. Nikasema, huyo sasa huyo anatafuta, anataka kitu fulani. Lakini nikaangalia akaunti haina kitu. Nikasema, sasa akaunti yangu ataiba namba, haina hela. Nikamtumia, akasema, nipe siku 4. Siku 4 zikapita. Akasema, mtandao ulikuwa unasumbua, lakini kesho. Akasema, anashughulika, labda amechungulia huko kwenye akaunti akakuta hakuna kitu. Siku ya 5 nakuta hizo milioni kadhaa. Serious? Umewahi kushukuru mpaka ukatafuta mstari kwenye Biblia huioni? Kwa sababu kila mstari unaona kama haujafiti. Lakini yule bwana tuliwasiliana wiki hiyo moja. Wiki ya pili hapatikani. Nilimtafuta, hapatikani. Piga na namba yake.